Jumapili nimtambulishe Padri Peter Warero ambaye ndiye director wa Parish TV na yanapeperushwa hewani kupitia kwa runinga yetu ya Parish. Nimtambue Padri Stephen Gitao ambaye ni padri msaidizi katika nimtambue Padri John Mbedaka mwanajeshi ambaye ametoka hapa kwa padri kwa muda kusikia nasi. Padri Jackson tena Nyathora ambaye pia ni mbele hapa. Padri Michael Onguso ni mwanafunzi gawa lakini amekuwa hapa anafanya kazi katika likizo. Asante sana padri. Nimtambue kwa Padri Charles Chamalo wakati pia ndio anakuja hapa Jumapili. Nimtambue Padri Francis Mburu wa University wa Nginya ndio wakosi na mwisho nimtambue Padri Godfrey. Kuna padri mwingine pale ambaye alikuwa mtangazaji wetu siku ya leo anaitwa Padri George Mohiki. Pia yeye ni mkurugenzi au director wa Radio Maria. Na matangazo haya yanapeperushwa pia hewani kwa hiari yake. Asante sana padri. Pia tuko na wasimamizi wetu simama kanana hapa. Tuko na wasimamizi mwingine Joseph Tuuuu alifanya kazi hapa katika likizo. Asante kwa katika wetu na kuambia hapo mkono. Pia tuko na watawa, tuko na brother za kale wanyonge ni watapo sana. Wakati tuko seminari anatoa huduma na ni mzaliwa wa hapa. Tuko na watawa wengine ambao wanafanya kazi hapa katika parokia. Na pia naona brother mwingine kutoka parokia moja. Karibu sana, ni washirika moja. Tuko na masista wa Immaculate Heart of Mary na hapa msimame mwapungie wa Kristo mkono pamoja na Kofuna. Asanteni. Kuna masishirika mwingine. Na mwisho kwa askofu kwa ruhusa yako ningependa pia kuwatambua wale ambao wanatusaidia katika sherehe hizi za leo. Nikimtambua Dr. Muthekania ambaye ameprovide hii draw na hizi screens ambazo tunatumia siku ya leo. Asante sana daktari kwa kazi njema. Nimtambue pia Padri Warero na Parish TV wako hapa wanapiga picha na pia wanapeperusha habari haya. Asante George Maria na pia tuko na timu ya Nairobi Communications Office ambayo iko chini ya Father David Jao. Nimewaona Dennis na Janet wanazakulia wa Kristo mbona. Asante sana. Na watakuwa mwisho wa viongozi wetu wa serikali na nitaomba wanadamu wanapiga aweze kusalimia wakristo wetu. Hao wengine wanapata nafasi. Asante sana. Baba Askofu, Archbishop Philip Anyolo, Baba Parokia, Father wetu Father Maichohie, Father wengine wote wa hii parokia yote yetu ambao leo tumeshirikiana pamoja, na kama kuna wengine pia ambao wametutembelea kutoka nje, viongozi wote wa kanisa ambao mko hapo mbele, viongozi wetu wengine hapa tukiongozwa na moderator wetu wa parish na moderators wengine, mabibi na bwana harusi na Wakristo wote, tumsifu Yesu Kristo.
Tumsifu tena. Asanteni sana. Basi hata mimi nitakuwa mchache sana wa maneno, kwa vile Father wetu amesema, amenipa dakika chache sana, kwa vile masaa yameenda na leo ni siku ya wanaharusi. Kwa hivyo mimi nimefurahi sana kwanza kuwaona mabibi na bwana harusi. Sasa najua nilikuwa nawaangalia wakati nimekaa hapa. Hebu kila bwana harusi kwa hapo, shika mkono wako, alafu shika bibi harusi na mkono, ingiza mkono hivi, mshikane bwana. Unajua sasa sisi, unajua baba askofu, sisi wa Afrika, unajua tukioana, sijui ukiangalia kwa wazungu, wakioana siku ya mwanzo mpaka wakati wanatembea, mkono inakuanga hapa ndani ya mkono ya mzee, wanatembea pamoja. Sasa hata sisi kama tumeambiwa na Father ya kwamba tulikuwa tumeenda road test na tukarudi leo, tufurahie siku ya leo kwa vile ni siku nzuri. Sasa mama akaange kama umemshika hivyo, na mkienda nyumbani muende kama mnashikana namna hiyo. Sasa niwaulize mabibi na bwana harusi, vile mko warembo, tukuo toto ni tokorutwa mode utu tunguo tunyeupe. Unajua mimi nilikuwa najiuliza pale kama ingewezekana sidilisho, hata kama ni kwa zile utaratibu wa ndoa ama ni kwa kanisa. Najua biharusi akiwa smart na nguo, unaona vile iko nyeupe, unapewa ruhusa, unakaa naye wiki mzima ama mwezi mmoja. Sasa ndio hata kama mzee akikuja, wakati uko pale unakamua ng'ombe, unakamua na kanguo yako. Ikiwa saa zingine ikifika wakati wa kulete chakula jioni, unakuja vile uko smart leo. Nataka ni wapongeze nyinyi wote, niwaambie ya kwamba hii safari Father wetu Father Maishohie sio safari rahisi, ni safari mrefu. Na saa zingine mimi nikiwatetea wazee, unajua tumeambiwa ati wengine tunaenda road test, tunaenda rudi baada ya muda mrefu. Sasa Father Maishohie, unajua saa zingine unaweza kwenda road test, alafu ukifika kule uone gari inataka kubadilishwa tairi ama namna gani jameni? Si unabadilisha kwanza tairi, alafu unafika tena unaona inafaa kuongezwa mafuta kidogo, si unaongeza mafuta. Unajua mimi nimekuwa nikijiuliza, sijui hii swala inakuaje. Naona kwa masomo unasoma alafu unafanya mtihani baadaye. Sasa hii ingine yetu baba askofu, kwanza mtu anaanzanga na mtihani alafu unaenda kusoma. Ama somo ndio tufanye mtihani baadaye? Lakini wote niwaambie pongezi sana kwa hii siku ambaye Mungu ameiweka, ikiwa ni siku yenu ya kurudi hapa. Sisi tukiwa viongozi wote, nataka niwatambue viongozi wenzangu wote ambao tumetembea nao hapa siku ya leo, tuko tayari. Na mimi kama governor, kwanza asubuhi nimetoka kwa nyumba yangu na sijakunywa chai, kwa vile najua nitapiga laini na mbili nikule keki ya mwanzo, ya pili keki times 52. Si breakfast imeingia? Sasa tuko na viongozi wenzangu ambaye tu nitawaomba tu niwatambulishe mahali ambapo wapo. Tutaanza na kiongozi hapa kwa mwisho, anaitwa Mheshimiwa Jude Njomo. Jude Njomo, si mnamjua? Mpigeni makofi. Haya, tuko na kiongozi mwingine hapo anaitwa Mwaura Muthungu. Tumpigie makofi. Alafu baba askofu, hapa kwa hii kikao tuko pia na viongozi wengi wa County Assembly. Na hao viongozi wote wanaongozangwa na kiongozi mmoja hapa ambaye anaitwa Majority Leader. Anaitwa Mheshimiwa Mosheke. Mheshimiwa Mosheke, haya wewe utaamuka
pungia watu, alafu ukuje hapa introduce wengine wote. Haya, huyu anaweza kusema majina ya wale wengine wote ambao tuko nao kutoka kwa County Assembly. Haraka. Kwa sababu ya wakati ambao tumekuja na wao, na kwanza kabisa kutambulisha MCA wa sijua ameketi pande gani. Hawa tuko na mheshimiwa Brian Sisibio, inua makofi na hawa ndani. Tunaye mheshimiwa Waingo kutoka na tuzo sana makofi. Tunaye mheshimiwa Wingi kutoka pale juu ya makofi. Vile kuna mwingine hapo karibu na mheshimiwa Wingi anaitwa mheshimiwa Bongo Smart, tupie makofi. Unajua kama unajua napenda kuruka. Usimuelewe. Acha niambie kwamba bado kwa mavuni. Mohiki wewe ndio. Mohiki wewe ndio. Hapo ataenda ndio. Makofi. Tungekuja mapema tungempa ruhusa ya kuimba. Kwa vile tumeombwa na Father tusiongee mambo mengi, hata mimi sitasema mengi. Ni kuambia tu wana Kiambu, kwanza sisi kazi tunaendelea naye. Na watu hapa Dumberi, kazi yetu mnajua, majaliwa yake Mwenyezi Mungu mtaanza kuiona. Pale hapo pande hiyo mkiangalia wakati mtatoka mtaona hapo tuna hospitali ambaye sasa ni kumaliza, tunamaliza hapo. Watu wa Dumberi, sasa hospitali yetu ya kwa hii dinari, sasa hospitali yetu iko hapo mahali ambapo unakuja theater, unakuja laboratory na matibabu yote, hautabidi kwenda Kiambu. Ya pili, huyu kiongozi anaitwa Shogi ako na basari zetu, na tutamuongeza hizo basari zingine next week. Tunaanza kupeana basari zetu za kumalizia mwaka. Ya tatu, kufikia wiki ya pili ya wakati wa Novemba, tutawaalika. Kwa vile mnajua, nilikuwa nimepanga ule mpango tulikuwa tunaita wa Matangi Care ama Kiambu Afya, lakini tumepata utaratibu mpya sasa ambao unaitwa SHA na SHIA. Na kwa vile tulikuwa tunawafaidi watu wetu bila malipo hata ya duluru hata moja, tutaanza kuandikisha upya the second week of November, ndio watu wetu wote murudi kwa utaratibu wa Matangi Care wa kutibiwa bila malipo. Na mwisho, tukiwa tumebeba zawadi za mabibi na bwana harusi kwa ruhusa yako bishop wetu. Kwa vile kitu moja sisi tunafanya tukishaoana, tumekimbizana na maisha, tunataka kwenda kupumzika. Na najua wengine wenu mtaenda honeymoon. Honeymoon ile mzuri ikuwe nyumbani. Sasa mimi nimewaletea kila familia kaduve kazuri ambao mkijifunika, kila bibi harusi na bwana harusi kaduve kazuri. Sasa mkifika nyumbani mteremushi hako, mulale vizuri. Aya, na kwa ruhusa yake baba askofu, tutapeana zote 53 wakati mengine anabarikiwa. Lakini kwa ruhusa yako bishop wetu, kwa vile tuko na kapo moja ambaye ni fresh, vile tumeambiwa na baba Mashohi, sasa unipe ruhusa hiyo kapo moja tu, ubarikishe tu, nipatiane hako kamoja, ndio sasa nyinyi mulale vizuri zaidi ya wengine. Sasa bishop wetu, kwa ruhusa tu nitakuomba ubarikishe tu hii moja, alafu zingine zitakuwa zimebarikiwa, ndio hii kapo wa encourage wengine. Leta hapa. Asante sana. Sasa nyinyi kujeni hapa, mshike hapa. Kujeni hapa, come to this side. Bibi harusi, bwana harusi, congratulations. Mbarikiwe sana. Haya. Sasa okay, vika vizuri. Haya.
Asante sana. Nikausingizi kazuri kaleo na kesho. Siku ya 3 muamuke mwende job. Ama namna gani jameni? Unajua Kiambu hatulali. Kiambu tunafanya kazi usiku na mchana na nyinyi wana. Baba Askofu, sitasema mengi, najua muda umetukera. Tashukuru sana, umetupa nafasi sisi tukishikana na hao viongozi wetu wa kanisa, kwa vile wewe umekuwa unatutembelea Kiambu sana. Father wetu, Father Maishohie, tukae kikao pamoja. Nafikiri inabidi tujengee baba askofu kanyumba yake hapa Kiambu. Akikaa Nairobi awe anakuja kukaa na sisi hapa weekend, hata wakati hakuna misa. Ama namna gani jameni? Asanteni, Mungu awabariki pamoja. Asanteni. Maharusi wetu siku ya leo na kwa maneno yako. Baba Askofu, kwa ruhusa yako ningependa kumuita Mheshimiwa sana Padre Very Reverend Father Jude Waweru aweze kuzungumza kwa niaba ya padri na watawa na mabruda ambao wametoka katika parokia yetu. Padre, karibu. Address the Archbishop of Nairobi, Father in charge Paul Maishohie, Father Stephen, Father Godfrey, na mapadri wote walioko hapa, na vile vile all the religious that are here, men and women, wanaharusi wetu siku ya leo, viongozi wa kanisa, our governor, representing all the other government officials and leaders, Wakristo wote, hamjambo. God is good and all the time. Mimi ningependa kujenga nyumba ya askofu hapa. It is a very good idea because I come around here, I'll be taking care of it wakati hayuko. And I know many times mimi ndio nitakuwa naiangalia. Wakristo wapendwa, tuko hapa kusherehekea parokia ambayo inaitwa All Saints Parish Riara. Na tuko hapa kwa sababu siku ya Ijumaa iliyopita tulikuwa na sikukuu kubwa ya kanisa ambayo inaitwa siku ya watakatifu wote, or All Saints. Na Riara Parish ina watakatifu wote, it's called All Saints. And therefore tuko hapa kwa sherehe na tamasha za parokia ya tuko wengi, kwa sababu kila mmoja hapa anaweza kuwa amefaidi kwa parokia ama mtu mwingine anayemjua, kwa sababu parokia hii ya Riara imekuwa ni boma yetu, imekuwa ni moshie. Kwa hivyo ni nyumba yetu, sisi wote tumefaidi. Wazazi wetu, hasa kwa wale ambao wanatoka hapa, mnajua kwamba wazazi wetu wamefaidika sana na hii parokia, iwe ni mambo ya elimu, iwe ni mambo ya imani, na vile vile na sisi watoto wao tumeweza kufaidika. Ninajua kwamba kwa nimeketi hapa na nikaambiwa kwamba nitazungumza machache, kilichonijia katika fikra zangu ni all the benefits, na wengi sana wameweza kupata hizo benefits. Sisi tumekuwa karibu na parokia pale, ile tunaita parokia nyumbani, na pale tumesoma mambo mengi. Pale tulisoma mambo ya imani, na mimi nakumbuka nilianza kuingia kwa altari kutumika thanks to two people here, ambaye moja ni my brother who is here, Bernard, ambaye alikuwa anaingia kwa altari mbele yangu, na brother moja ametajwa pale anaitwa brother Zakari. Hawa wawili ndio walikuwa viongozi wa watumishi. Asante sana brother Zakari. Na hawa wawili ndio waliniingiza pale. Kuna watu wengine mmoja ambaye ni my brother. Neno la kwanza ambalo linaitwa seminary sikulisikia kanisani, nilisikia na my brother. Akawa ananiambia tukimaliza primary school tutatafuta vile tutaingia seminary tukakue mapadri.
Na kabisa hata yeye alienda hiyo interview yeye, tukaenda na yeye. Lakini mimi nilikuwa namwambia, wewe ulikuwa unanisindikiza, you introduce me to the seminary, na Mungu akamwambia kazi yako imeishia hapo. Na I also thank you. Tumesema mambo mengi around there, tulisomea pale Riara Primary, lakini wakati tunaongea juu ya Riara, hatusemagi primary school, tunasema Riara, ndio watu wafikiri ni Riara group of schools. Tunasema tulisomea Riara. Ndio wengi wafikiri ni Riara group of schools. Na tulifundishwa pale, tukafundishwa ukarimu, kulikuwa na mapadre wa wazungu wakati ule missionaries, na mimi najua kwamba kupita pale karibu na Parish, sababu tulikuwa tunapewa vitu tudogo, kakeki, kasrais, kanini, kalibaki, na tulifurahia sana. So we've learned even being generous there. Lakini nitawaambia kwamba kuna kitu kimoja tulisoma pale cha maana sana. It's a skill of life. We learned swimming near the Parish because there is a big river called River. Na wengi ambao walisomea pale, akina Njomo hiyo mheshimiwa, najua kile ninachokisema kwamba wengi tulisomea pale. Na mengi amesema hapa, sasa kurudia. Kanisa la All Saints limewahudumia wengi, na hao wengi wamehudumia wengine, na what you call the ripple effect of this training and help ambao tulipata inaonekana kwingi, na tunaweza kusema kwamba tumeenda mbali sana kwa mafundisho ambayo tumepewa ya imani na mambo mengine mengi na hii parokia ya Riara. Hii parokia ilianza mwaka wa 1902, and you can imagine ile kazi ambayo this parish has been able to do. Kwa hivyo tuko hapa rightfully so to celebrate the fruits of this parish, and some of the fruits tunaziona hapa right in front of our eyes. Tunaweza kuona wana harusi, 50 couples wedding in one day is not a mean achievement. Tuwapigie makofi tafadhali. Na sisi kama mapadri ambao wametoka hapa Riara na wengine ambao si wa Riara lakini wanajumuika, sisi ni matunda ya kazi ya hii parokia, na ndio maana tumesimama hapa kuweza kwa through the Father in Church, through the Archbishop and the entire fraternity of the Archdiocese, to say as priest, we really congratulate you for this great day and for the work that you continue to do. Sisi mapadri tuliopo hapa na wengi ambao leo wangependa kuja hapa lakini kwa kazi nyingi hawapo hapa, tunafurahia kama vile tunavyofurahia kazi ya Archdiocese yote ambayo inafanyika katika maparokia zetu. Letu ni kuwatakia kila laheri, and particularly for the priests who are currently working there. We have Father Paul, we have Father Stephen, we have Father Godfrey, that as they continue leading us in the way of faith and serving us, that we do it with the vigor, with the commitment, with the love, and we are going to support you and continue praying for you. Kwa leo tungependa kusema tunajumuika na nyinyi na tutaendelea kuwaombea na kukaa katika that warmth that we are celebrating today, and we thank you for. Kuna kitu singependa kusahau, hii kazi ni nzuri yote. Unajua ni vizuri to appreciate. Wengine wetu tulikuja hapa, you have not been part of it. Na kama mlishangaa kama mimi, tuweze kupiga makofi fupi tu kwa sababu ya ile kazi imefanyika. Look at this dome, look at the screens, look at the lighting, look at the beauty and everything. Tuwapigie viongozi wakiongozwa na mapadri wetu makofi. Thank you so much. Najua Kiswahili tunasema ukiona viaelea ujue vimefanya nini? Sasa ukiona vimeelea hivi ujue kuna watu hawajapata usingizi wakijaribu kuunda. I want to wish each one of you the best of today for the remaining part of the celebrations, and when it is your time to go home, wish you very safe journeys back to where we came from. May you continue doing the work of God, and for the newlyweds, tafadhali kama ilikuwa imetembea sasa ni mpya. It has been reconditioned. We should also trust reconditioned vehicles. That car now from today, treated as if it is brand new. Ndio maana unaona zote ziko na makaratasi ya magari mpya. What somebody is calling the wedding gowns and so forth. And we wish you the best.
Tukutane mara nyingine, au sio? God bless you. Keep well, keep healthy, take care of, take enough water, be polite, be kind, and life will be good. Asante sana. And now I invite the Father in charge, Father Paul, so that he can invite for us. Asante sana Padre Jude, katibu mkuu baraza la maaskofu wetu. Sasa tunakaribia kumaliza na tutakuwa na zawadi kwa baba askofu, na ninawaomba viongozi wetu wa baraza la parokia, viongozi wa CMA na CWA mjitayarishe ili muweze kuja hapa mbele tuweze kumzawadi baba askofu. Kabla sijamwalika baba askofu, niko na ujumbe kwa maharusi wetu. Na ujumbe ni huu. Sasa nyinyi wanaume wote ambao mko hapa kwa kupokea sakramenti ya ndoa, umeingia sasa rasmi kwa chama cha CMA. Makumi moderator wetu wa CMA ako hapa, atawaelekeza vile mtajisajilisha kwa chama na kikundi hicho. Na wamama nao, God is good. Hata hawa nilikuwa nimesema gari yao ni mpya. Sasa ni wakati wa kujiunga na chama cha CWA. CWA ni Catholic Women Association, CMA ni Catholic Men Association. Na moderator wa CWA ako hapa, Jane Kanyina, atawasaidia kujiunga na chama hili. Kwa heshima kuu na muomba baba askofu aweze kujiunga hapa ili aweze kutupa hotuba ya mwisho. Asante sana baba askofu. Mheshimiwa sana gavana wetu na Mheshimiwa Civil Government and Services, the protocol most observed. Ndio hapa sijatoa majina, lakini najua tuko. Nasema karibuni viongozi wa halmashauri ya parokia pamoja na baba parokia na wasaidizi wake, wana ndoa siku ya leo na familia yote katika sehemu hii ya ziara. Hamjambo tena. Tumsifu Yesu Kristo. Kweli Father wewe amesema ni hakika ziara, kwa sababu leo nimepigwa simu najua kwa sababu kuja kujiona umeenda ziara huko kuna mahali pengine na ngoja. Na mimi naambia ziara sio ziara ni huko. Kumbe kuna ziara nyingine huko tayari. Mimi niko hapa mara kwa mara, kichwa changu wakati ule miguu yangu iko huko nikilala. Ninawakaribisha zote mbili. Pili, nataka kusema asante na shukuru sana kuona siku kama hii kubwa inayotuka kuunganisha sisi wote pamoja na viongozi wetu wa serikali ya county government na wengine wote. We call it Family Day katika kanisa na katika imani yetu. Family Day ambapo kila mmoja wetu kulingana na miundo misingi ya kifamilia, ambapo tunaweza kuita baba, tunaweza kuita mama, tunaweza kuita kaka, ndugu na kadhalika, are interconnected na tuko pamoja kwa sababu sisi wote ni viumbe. Nakumbuka hili jambo Family Day imeshapata ufadhili wake miaka mingi, miaka nenda miaka rudi, tangu Baba Mtakatifu John Paul wa pili kuja hapa Kenya, na akasema anakuja kuombea familia mbalimbali ya ulimwengu mbalimbali,
alichukua Kenya iwe ndio maana ambapo ataambia familia hizo ili kwamba siwezi kushirikishwa pamoja katika kanisa takatifu familia za Mungu. Na tangu siku ile na mpaka leo hata vikao vyetu mbalimbali vya parokia na kokote tulipo kama Wakristo, we call them small families, small Christian families, ambazo tunajenga ili tuweze kuwa parokia, tuweze kuwa Gikanitha, na tuweze kuwa nchi, na tuweze kuwa kila kitu. Kwa hivyo miundo misingi yote ya binadamu ipo katika hiyo familia. Kwa tunasema asante sana hata viongozi wetu ambao wamekuja kushiriki pamoja na sisi. Msingi wake wa kwanza tulivyosema ni msingi wa ndoa. Msingi wa ndoa. Na nimehimizwa na kwamba